a game. Actually, we never used to call her Alison. We used to call her Alithon. And we are deeply hurt and pained by what has happened. Alison was one of us. And we walk as a pack. We're a good pack from Mkere's grandchildren. We're a very good pack. Ours is just to say, Pole would have sung, but we did not rehearse, so we will not do that today. So you want me to introduce everybody? Allow me to introduce everybody. My name is Sheila Yaya. I'm Mkere's eldest granddaughter. And then I'll give the mic to everybody just to say their name. Oh, I said their names. Okay. Okay. Thank you. This is Rosemary Odinga, daughter to Ida and Uncle Raila. William Yaya, my follower, son to Caleb and Lynn Yaya. Junior, whom we call Waziri, son to Raila and Ida Odinga. And then behind Junior is Diana, daughter to Caleb and Lynn Yaya. Then we have Winnie, whom we call Kazi, daughter to Ida and Raila Odinga. Then we have Boaz Yaya, son to Caleb and Lynn Yaya, with his lovely wife Wairimo Yaya. And then we have Rose, daughter to Caleb and Lynn Yaya, whom we call Rose. And then we have Harry Belafonte is the son to Nick and Mary Oyo. So that is us from Migori. I just want to leave us with a verse to my cousins. Psalm 34 verse 7 says that the Lord is close to the brokenhearted. So Auntie Eunice, Uncle Sam, God is here. He's close to you. Hold on to him. He's the great comforter. God bless you. Now, because the Longisa team gave you company, I'll request that you stand as they continue. Now, this section is the Longisa cousins. I'll give Cherono. Atamaliza. Cherono Maliza. Good afternoon, everyone. I'm Anita Sigilai, daughter to William and Esther Sigilai. I'm a cousin to Alison Sigilai. Alison Sigay. So we miss Alison so much. It was a very big loss that we had. She was a brilliant soul for all of us who knew her. She was a true joy, a true wonder. You know, she'd never want to see anyone hurt. Her favorite thing was like, no, just leave it, just leave it. You know, that was her favorite thing to say if something was too hard. So even today, we're leaving it all to God. We're putting it in his hands, and we're saying, may she rest in peace. We know she's in peace. And yeah, so I'll introduce the cousins from the ones that I can recognize, the ones that I don't, I'll pass them the microphone. So we'll start in front here. This is Joy Sigay, daughter to Paul and Jane Sigay. And then next we have Fanuel Korir. And then we have Sema Jina. Okay. Naitwa Beatrice Rono, tunasema pole. Pole, pole. Kila mtu aseme China. Sema. Okay. Sema. Linda Sigay. Okay. Nina Sigay. Sarah Cherun. Joy Sigay. Anita Sigilai. Fanuel Korir. Ar Sigay. Abigail Cherok. Sasha Chepkoskei. Hadasa Chepun. Ariana Cherok. Cynthia Cherun. Kwa sauti? Cynthia Cherun. Thank you. Peter Langat. Collins Kipkoech. Joseph Kirui. Beatrice Sigilai. Rhoda Koech. Miriam Ruto. Noah Kiro. Alan Sigilai. Wale Korir. Amos Korir. Chepchichir Barbara. Wulita Sigay. Eda Goet. Hilda Jepto. Filomena Maritim. Nina Sigay. Thank you. Wote ni watoto wa Cherosi. Asante. Okay, there is a team from the cousins from Game. Ngojeni kidogo.
Sorry, we forgot to acknowledge the presence of Alison's nieces and nephews from Migori. We have Wakili Camille. Please stand and wave. Loved Alison to bits. Her brother is away studying. Anybody else I've not seen? Everybody? Thank you. Hello, we are cousin from Game. So my name is Ian Oyo. Hello. We are very sorry for the loss of our beloved cousin, Alison. I am Arnold Morgan Oluwande from Game. Mimi naitwa Vincent Wajewa from Bukaya. Thank you so much. Apologies. This is a senior moment. We have Azaria Arunga, and we also have Amari, and we also have Zuri. Now, these are the children Alison deeply loved. Yes, these were Alison's nieces. Thank you. Actually, I was coming to nieces next on that list. Thank you so much, cousins. Asanteni sana. Thank you. Now, the nieces and nephews. I think Azaria, you'll come back. Kuna wengine? Nieces. The nieces and nephews. Watoto. Okay. I think we have done with that part. Let's go to the uncles, and both from maternal and paternal. Wacha nisiseme leo Migori tena, naweza kando the Game team. So maternal and paternal, and na nimeanza. Please join me. Join me, uncles. Really? Madada zangu na mandugu. Ikiwa kizungu kimekuwa ngumu, ujue ninasema wale. Yes. Uncles and fine. I think I'll deal with on the tunnel side. That is Mandugu Wasam Sigei, and I'll let the maternal team to come later. Kila mtu hata mabibi zetu wakuja hapa, si ndio? And the sisters. I said uncles and aunties, did I? Uncles, oh, pole. Uncles and aunties. Uncles and aunties. Sorry. Uncles and aunties. Paternal, uncles and aunties. Paternal, uncles and aunties. Uncles and aunties. Tafadhali tuharakishe. As they come, let me give this to Dr. William Sigilai to give his speech on behalf of all of us. Thank you very much, Henry. Good afternoon. On behalf of this family, and especially people that are here with me right now, I'd like to recognize the presence of Honorable Raila Odinga, Madam Aida, and all the political leaders that are here, our family members,
our in-laws from Nyanza and other parts of the country. We are here because we lost our dear niece, Alison. We were pained by her sudden death Wednesday of, I think, last week. It was sad. It happened so fast. The first thing we heard was that she had passed on without knowing that she had been ill. So we grieve, and we appreciate you are finding time to join us to share in the loss. She's died as a very young person, I think at the age of 37. Most people of that age don't think about dying. Life is just taking shape. But the Grim Reaper doesn't seem to know that. And we know that we are in this world at the mercy of God. Nitazungumza kidogo kwa Kiswahili kwa sababu ya watu wengine walio hapa, kwamba tunahuzunika kwa kumpoteza mtoto wetu wa familia hii baada ya kuaga dunia ghafla. Na tunashukuru kwa wote ambao wamepata nafasi wa kujiunga na sisi katika wakati huu wa majonzi, tukiomboleza kumpoteza huyo msichana ambaye ameondoka mapema sana katika maisha yake. Tunashukuru kwa muda ambao alikuwa nasi dunia hii, kwa sababu kuna watu wanaweza ishi muda mfupi lakini waache alama kubwa, na watu wengine wanaweza ishi miaka mingi bila kuacha alama hata kidogo. Kwa hivyo yote yanafanyika kwa mapenzi ya Mungu, na tunajua kwamba wakati wake ulikuwa umefika, na ndio sababu hata hatukuweza kufanya chochote. Yale ambayo yamepangwa na Mungu hayawezi kupanguliwa na binadamu. Kwa hivyo wageni wetu wote ambao mko hapa na wanajamii wote wa hapa nyumbani, Olngoswet, Kapkimolwa, Longisa, Kimwai Gongoi tugul, enokwek tugul, osikasarta obwan, onyoge kemi tugul, koboto Karab Sigei, agab Cherosega tugul, asikobit kemi kibagenge en kasari kokibet cheptanyon. Kongoi mising en ngalek tugul chekoyoiwek en toretet age tugul nekokonech. Asanteni sana, nitaachia hapo ili MC endelee kwa na program. Thank you very much. Thank you daktari. Sasa tutasema majina tukienda kukaa. Sawa. Oh, pole. I'm being gender insensitive. Allow me to give one lady to speak on behalf Esther Sitonik. Senior. Bwana sifiwe. Kwanza ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia hii nafasi na kupatia nguvu ile tumekuwa naye mpaka wakati huu. Ningependa pia kushukuru relative wetu Raila Odinga na familia yake kwa kupata nafasi kuja kulia na sisi. We don't take it for granted. We want to thank all the people who have managed to come here, the leaderships in various categories. We really want to appreciate you. And the people of this village that has been with us throughout. Well, I can only say that it's a very sad moment for us as a family. Alison was such a lovely girl. She was a very friendly, very focused person. And for those who may not know, Alison used to be in the Dean's List most of the time. And when you're in the Dean's List, it means that you have done excessively well. Kiasi ya kwamba the school can even pay for some of the school fees for you. She was a very industrious person. She opted to be doing a lot of online business for herself at home. So she was not idle. But we really miss her. We miss her laughter, her concern for everyone. And as a family, it is a major loss for us, especially the Karab family. Thank you so much, everyone, for being there for us. God bless you. Now, nitawajulisha tu majina as they go and sit. Kabla ya hapo,
Remember we are online. Allow me 1 second to fix this mic. Niweke mtambo wa online. Okay. Now, I'll start with the nearest and also the senior most, I believe. Next to Sam Sigei, Paul Sigei. Allow me, brother. Wacha niseme tu jina. Simon Sigilai. Wengi wanamjua kama Isinya. Dr. William Sigilai. Huyu ndio CEO wa Kenyatta. Nafikiri imekuwa confirmed. It should be coming. Kama bado. And this is the wife. Sawa, asante. Kama nimemaliza na wewe, you are free to go. Timothy Siele. Wapi? Hebu kila mtu akae wawili. Wapi di? Wawili. Oh, sorry. Wale nimemalizana kama Jane tutangoja kidogo tu. Yeah, and that is the wife. Steve Siglai. Knox, when anani challenge, he's trying to challenge me body wise. Mr. Knox, dancing gay, also my bagule. Wapi Bamuru? Ako njiani anakuja. Sawa. This is the dancing gays family. Wilman. Favorite or some. Okay. Sawa, Bamuru hajakuja. Ako njiani anakuja. Mr. and Mrs. Philip Siele. Karibuni. Rhoda Sitienei. Yes. Fika kwenyewe. Major General Joyce Sitienei. Hey, Sanani, you're letting me down. Wilson, kuja. Sisongi hapa. Hata Bitok. Sylvester Bitok, uko karibu. Wote wakuje. Kina Sandanin. All the Sandanins. Tuko kwa hii team. Nikisema mbili ni hivyo. Yes, this is the Sitonic, Wilson Sitonic and Esther. Yeah. Thank you. Yes, hapa ni Esther Laboso. Bwanake alituacha I think 2 years ago. Wewe utabaki, mimi nitamaliza na wewe. Emily Koech. The husband has not made it. Wapi Sandani? Amekuja? Watoto wako? Aya. Sawa. Paul Sigei nilimuintroduce. This is Jane Sigei. Asante Bamuru. Florence Sigei. The immediate neighbor wa Sam Sigei hapa. Yeye ndiye hata shamba yake ndio choppers wameland. Yes. Bwanake alituacha 1997. Oh, sorry. When I was introducing Simon Sigilai, the senior guy, Bamuru hakukuja karibu. Huyu ndio Elizabeth Sigilai. Huyu ndio Muislamu wetu. Yeah, Mariam Rajab. Hiyo Rajab ndio ilikuwa imepotea. Anaitwa Mariam Rajab, Muislamu. This is Robert Langat's family. This is Robert Langat. Now, the last born kabisa kwa hii family yote. Penina. Asante sana.
Bitoks. Sylvester and Alice Bitok. And then Grace Tienei. Niko hapa na mwenyewe. Yes, anaitwa Janet. Janet Sigei, Henry's family. Na I have here Thomas Chepkwony. Ni wa ile familia ya Taragoni. Asante sana. Kuna mwingine nimeacha? I hope I've not left anybody. Now, I give this chance to the cousins and uncles who are. Okay. So can I move to? Okay, slight change kidogo. Let me call all the in-laws wa Cherotich. And when I say all the in-laws, Isaac, you should be here running. You went to get the priest. Okay. Sorry, we skip your part kwanza. Game team. Kidogo. Ebu kawimbo moja vipande sasa tunangojea game team. Now, I think that should wind my part. Naona game team wamekuja. So, as I wind up, let me thank each and every of you. Asante sana. Kongoi biga ko kwet. Amungo obange pchai tugul rirechu. Ngalal aweguti nino. Kotoro le babare kitam ko kase kipsigis nuri. Akase kipsigis ka kityo. Tai ke kitinye raini. Amo kongoi amungo bwana uswech pega. Kongoi eno biga ko kwet. Na bagoki MC nebo Igori kotestai niro Mdomo Bagi, karibu. For record purpose ndio Morris asinipeleke kotini, anaitwa Morris Ocheng, sio Mdomo Bagi. Mdomo Bagi ni sazile yako kwa screen zetu kwa TV, si ndio? Thank you so much. Morris Ocheng, take over. Asante. Thank you sir. Niombe tumpigie ndugu yetu makofi na tupigie mke wake makofi kwa kumpikia chakula vizuri. Unajua ukiona watu wako na mwili kama yangu na yake, ni kumaanisha wake zetu si wachoyo na chakula, si namna hiyo? Sasa ninaomba kwa sababu hali ya anga ilivyo, kwa heshima na taadhima kwa wale nitakaoita, huyu ndugu kuna jambo amesahau ambayo huenda ikafanya akaumizwa. Tafadhali. Yes, pole. Nilisahau mama ya Sam Sigei. Na I think it's because of vile nilikuwa nafuata list haikuwa imeandikwa. Sijui kama ataweza kukuja hapa mbele, but atasimama tu akiwa hapo. Wacha kuna bado tuko na mama wanne. Niombe tu wote wakuje. Okay. Niombe Ansang, Mama Elizabeth Rongoe. Sijui kama Elizabeth Sitiene alikuja. Kama ako, yes, yes. Itabidi sawa. Nitaanza na mama wa Sam Sigei kwanza, alafu ende kwa Elizabeth Sitiene wasalimie. Manyanya
These are the grandparents who are Allison. Amwa kongoi biik tugul chekabwa keriryen en konyune. Biik tugul chekabwa keriryen en konyune amwa kongoi amun ki agenge echek tugul. Momi chi nekoldo age. Kongoi amun kobwan bichu. Kongoi Kongoi. Kimoker anage kwake. Kikoker tugul ko ki agenge en kwonyichu ko lagochu. Akamenywan en bichon tugul chon. Ko akot ngunon arap Sitien ko cham kekuren kobo Tamili. Kobo Tamili lakwani. Komobo man mebo man. Ibos. Ibo Tamili. Matangalal chechang. Mangolole chechang. Kongoi akwon. Mana yan namo. Kikangalalen no. Kongoi en okwek tugul chekobwan iyeyu. Keriryen. Kochame lakwani nebo iman. Kochame lakwani amun koingen kole batiem nebo iman. Koingen lakwani kole kisiche babanyi. Kongoi aman choto. In short ameshukuru nyinyi nyote kwa kukuja na pia amesema kaa kwa amani katika hili boma. Asante sana. Now, allow me because in the interest of time niwajulishe tu nyanya wa Allison. Hapa niko na Elizabeth Rongoe. Salamu yote katika jina la Bwana Yesu asam. Mimi ni mama mdogo ya wakina Sige. Asante. Tono. Aya, tuko na Anna Sang ni co-wife wa Grace Sang. Tono agilei kongoi. Sawa, asante sana. And then we have Elizabeth Sitienei. Alena akatok en kainetab Jeiso. Kongoi amun kakobwan keriryen tugul. Kongoi mising. Bat kakonyo chito neo nekekuren Raila. Amamwoe kongoi. Akonyo keriryen tugul kongoi nye Raila. Konyo keriryen tugul. Toretin Jehova koboto kong'ung. You are right, honorable. Mama amesema asante sana kwa vile umekuja tulie pamoja na ameiheshimu kukuja kwako. Thank you so much. Now, naomba wale wamekaa huu tuachie kwaya ambayo wanakuja. Hii tent kuna kwaya wanakuja korikapo kwaya cheba kanisa asa mengejero chono uboko kine won kaya kokase. Kongoye. Kakikosine okichamo tunawapenda katika hili boma. So uboko kine won mkwaya. Sawa. Morris. Sorry. Pole. Kumbe ulikuwa unakimbia marathon zamani. Pigia huu makofi tena. Asante. Tunamshukuru Mungu kwa neema. Tunakwenda moja kwa moja. In-laws au kitengo cha familia mbalimbali. Samahani. Tunaanza na kutoka game Ukaya. Agina
na kuomba kwa heshima na taadhima ujiunge nasi. Karibu sana. Kwa familia ya dadangu Connie Eunice Atieno Segei na rafiki yetu mkubwa Sam Segei, sisi kama watu ambao wametoka game tunaleta rambirambi zetu, kwa sababu huyu mtoto ambaye ameaga tulikuwa tunampenda sana na alikuwa anatutembelea mara kwa mara. Na kwa nyinyi wazazi, poleni sana, nduguze, dada zake, poleni sana. Na hapa tumekuja wengi na tutasimamisha wawapungie, sababu tunaona masaa yaenda na inaonekana labda mvua unyesha upande. Kwa hivyo akwayo ni jomo agem mondo yochung mondo wafuane joma obro konyo wa yuak giko nyathiwa, hata huko upande huo wako, hata huko. Kwa hayo machache narudi niketi. Niko hapa na ndugu yangu Samson Ateng Oyo ambaye pia ametoka game. Mimi ni mkaaji wa Kisumu. Asanteni sana watu wa kutoka game, tuwapungie mkono tafadhali. Kama kuna mahali maprofesa ni wengi, wanatoka wapi? Sisi kwetu Kabondo tuko na sweet potatoes, tunashukuru Mungu. Niombe kutoka Migori, Musa, kama uko hapa. Musa, tumpishe tafadhali. Musa yuko nasi? Oh, njoo tafadhali. Wakati huo huo anapokuja, na muomba Arunga ujitayarishe. Kisha Mheshimiwa Tabu na Mwanakemia Akinyi Wenwa vile vile mujitayarishe. Karibu ndugu. Yes, Wakristo Bwana asifiwe. Asifiwe tena. To Sam and Connie and their kids, poleni sana kwa kumpoteza Alison at a younger age like that. Alison was a very free lady. Alison alikuwa na to visit Migori sana. She was always there with us, very free, very friendly, and she knew all our relatives. Hapa tumekuja watu wengi sana from Migori because the family has spent a lot of time in Migori, many years. Yes, they come from Game, but basically we reside in Migori hapo. So because of time, I'll just go the Agina way, niwaite wave tu kidogo, then we leave it at that. All the team from Migori, nimeona waheshimiwa wengi sana wamekuja because Connie's sister is one of the MCS, Migori County Assembly. So kwanza nitaanza na MCS wako pale. Thank you very much. Uncles wa Alison from Migori,
Watu wa Migori, there are very many, they can't talk all. Then we have First Lady from Migori. I think atapewa a special time. And ataongea baadaye, so mama wewe utakaa tu. Thank you very much. I'm Musa Uma, one of the uncles to Alison. Thank you. Thank you very much, Musa. He's also a high-ranking official in the Migori County government. Arunga, kindly on behalf of in-laws. Arunga, I thought I saw you earlier. Very well, as a yes. Kindly, thank you, sir. On behalf of the Arunga family, may I take this opportunity to recognize and protocol and say that we acknowledge the family of the Sigeis and our former Prime Minister Raila Odinga and Mama Ida. All protocols observed. All protocols observed. Watoto mulio kwenye hema iliyo mwisho, maafisa wa usalama, niondolee watoto hao wote, warudi pembeni. Kwa heshima watoto hao, maafisa wa usalama wasalie nyuma. Nishukuru wageni wetu waliowasili. Niombe kutambua kuwasili kwake kwa wakili Esigei ambaye ni seneta wa Gatuzi la Bomet, vile vile Aaron Cheruyot kutoka Gatuzi la Kericho,
vile vile gavana mpendwa wa gatuzi la Bomet, Mheshimiwa Hilary Barchok. Karibu sana gavana, karibu maseneta, na niwashukuru sana kwa kuchukua muda wenyu kuja kujiunga na familia hii inayoomboleza. Tulikuwa katika awamu ya kusikia kutoka kwa wakwe, na jukwani alikuwa Mheshimiwa Arunga. Sorry for the short interruption, but I would like to indicate that we have come to condole with the family because one of our sons, my son, is married to the daughter of Sergei and Connie. The son is Isaac. Isaac is here. Isaac is here, married to June. The Arunga family has come here in large numbers because of the position we hold June in. June is a very loving member of the Arunga family. And Alison was well known to all this group here. Alison has been very close to us because Uncle Pete has had a wife called Wilkista who has been down for some time, and Alison and June have taken care of her so well that the family appreciates what they have done, and therefore they felt that they should really come and condole with the family. I will not introduce them. I'll just ask them to wave, but I would also like to indicate a few of the people here. We have an adopted son, Ben Acado from Kochia, and several other people belonging to the Arunga family. Wave again. Thank you very much. Now, Peter is here, who is the father of Isaac, who is married to June. Maybe you'd like to say one or two things. Thank you. Allow me to ride on the protocol that is already set. Thank you so much, Brother Bob, for giving me opportunity to speak. I just want to say pole to Mama June and Baba June for the loss that we have suffered. I want also to say that when God brought together our two children, Isaac and June, with June coming into our family, we got 4 other daughters come into our family with her. These are the daughters to the Segeis. For my wife and I, we have lost a daughter in the death of Alison. And when we heard that Alison had rested in the circumstance in which she did, we were extremely shocked. I want to say that it is only God that can comfort a parent in this situation. I want to particularly condole with Mama June. To witness your daughter go in the manner that Alison did is a painful thing. And may God continue to uphold you as we mourn together. I also want to thank my family for coming in the manner that you have. May God indeed bless you.
Some of this group have come all the way from America to come and condole with the family. Maybe those from America, please raise your hand. Oh, they have gone. Okay, they have already left. And my brother Dave Arunga was also here. He sends his sincere condolences. May God bless the family as they go through this hard period. Thank you very much. God bless all of you. Thank you as well. May God bless you abundantly too. Si tupigia wananchi wazuri makofi wanapoketi. Your Excellency, the good governor of Bomet County, Honorable Barchok Hillary, allow me to thank you for finding time to mourn with this family, as well as my good friend Senator Aaron Cheruyot. Thank you very, very much. And Wakili Sigei, asanteni sana. May I request from Bondo, Tabu and the scientist Akinyi Wenwa. Welcome, please. As they come, I'll request friends of Dr. Canon, Mama Ida Odinga, to be ready. I know Ogande alumni are here. Welcome. So I'm Jamboni. Mimi naitwa Wenwa Akinyi Odinga Oranga. I'm saying all these names because I'm from Bondo, but I'm also married in Kasipul, Kabondo. That's why I'm asking him not to go away, because he's my in-law. Mama Min Bondo is going to talk on behalf of people from Bondo, and therefore I will not do that. I will talk on a little bit about just introduce people from my place, him, and then there is Newton Ogada, who has been even holding medical camps here in Koyet in Bomet County, and he told me he's going to come and hold another medical camp here. Shemeji Newton Ogada, are you there? Can you see him? Thank you. Thank you very much. And so I just want to say that it is very, very painful to lose a child. For any parent to bury a child, it's not something that we want to experience, but it happens. And what we do is accept and just believe in God to protect you. There's nothing else anybody can say that can console you enough. But only God is going to be able to console you. I'm currently, let me just say, I'm also chairman of KEMFRI, Kenya Marine and Fisheries Research Institute. And we are going to talk further if, in memory of Allison, maybe we can start a fish pond around here for the community. Thank you very much. Let me give it to Tab. May her soul rest in eternal peace. God is good all the time. My name is Tabu Osewe. I come from Bondo. Osewe and Baba are brothers. So that means I and Mama Ida, we are married to brothers. But unfortunately, Osewe left us some years ago. At Mama's feet some years ago, I met Eunice. I and Eunice became very, very good friends for years. Until I and Eunice, we call each other Nyeks. Eunice is a loving lady. So she's known in Bondo much. Nyeks, please, Bondo people would have been here today in plenty, but it's raining so much in Bondo until their Nissan got stuck somewhere.
but they've said, Pole. Because you know God, Nyeks, I know that you are going to go through this. Alison is not dead. She's sleeping. And I'm sure she's found peace at the feet of God. I'll continue praying for you and your family, Nyeks. Just take heart, and God is going to give you strength. May God bless you all, and may God bless the Segei family. Thank you very much. May Alison's soul rest in peace. Asanteni sana. I also want to say, back in Bondo, I'm the NCA representing Baba's ward. So all NCAs from Siaya are represented here by myself. Thank you very much. Thank you very much. I think it qualifies for her to be called Super MCA. Let's appreciate Super MCA. Thank you. Ogande girls, friends of Canon Dr. Ida Odinga. Please come, led by Eunice. Ogande girls, kindly. This is a very high-powered delegation of ladies. Maybe for the benefit of the locals, they will elaborate what is Ogande girls. Please come forward, but even as you come, we are really, really way out of time, and we hope the rain will not catch us here. Kindly, let's be very brief. Eunice, you're here? Bwana Yesu asifiwe. We are a big team. We will ride on the protocol that has already been set. I know they mentioned Ogandi girls, but we are not all from Ogandi girls. Here we have friends of Mama Ida Odinga. Some were with her in school. Some are friends that she has come across in life. But all of us, we are her friends. And by extension, we have become friends of the entire family. Actually, all the sisters and the entire family of Mama Ida is our friend. I didn't say my name. My name is Agnes Ochilo from Migori County, First Lady Migori County. First and foremost, receive greetings and condolences from Migori County on behalf of Governor Ochilo Ayako. Mama Eunice, we are very sorry about what happened, and Mama Ida, feel consoled that God is in control, and God says that in everything we give thanks to the Lord. This team you see here has been with Mama everywhere she goes. We go with her, and when we lose a niece like this one, all of us have felt the loss. All of us got this information, this news at different levels. We have traveled from different places. Some have come from Nairobi, some have come from Migori, some have come from different places. But what we want to tell Mom Eunice is that take heart. I know it is difficult. The Lord says that give thanks in all situations. It is difficult to give thanks at such a time, but we are praying that God will give you peace that surpasses all understanding. We will stand with you. When you need us, we are more of Mama Ida than even Mama Ida herself will be available. I know Alison was such a jovial girl. Her laugh and her smile was very infectious. The last time she was at my house, we danced,
We had fun, and we had arranged to meet again. Unfortunately, we have met when now she cannot speak, but may the Lord give you the strength to endure this tough period. All we can do is to pray with you and to pray for you. May the Lord protect you in everything that you'll do. On behalf of the ladies, I think because we've come from so far, just allow them to say their names only. Their names and where they have come from, so that we also take cognizance of the time that we have. I've even seen we have more people from Migori. You forgot that our member of parliament is here. Protocol, when you're speaking, you didn't appreciate that we have leader of minority from Migori as well. Just say your names only, please. Good morning, good evening all. Good afternoon all. My name is Miki Ochieng, a nominated member of the County Assembly of Kisumu. Tumekuja hapa kusema pole. Asanteni. My name is Pastor Dorid from Kisumu. Pole sana. My name is Honorable Amy Hatemeshi Salambo from Nairobi County, special elect on ODM ticket, and I'm here to condole with the family. Thank you. My name is Catherine Okoth, MCA, Nairobi, Kibra, where Mama and Baba vote. Mama and Baba vote in Kibra, not in Bondo. Pole sana. My name is Rosalino Chieng, Mama's sister from Game. So we are pole and we say sorry sana. Thank you so much. My name is Honorable Alice Wajewa Odek, from Kisumu County Assembly. Thank you so much. My name is Mary Mbeo. I come here as a friend to Eunice. We were in primary school together, high school also together. I come from Fangano, Homa Bay County, but I live in Migori County, and I work in Sudan with UN Women. Good afternoon, everyone. I'm Honorable Nancy Matara Ochieng, nominated from Kisumu County, alumni of Ogande Girls, class 97. Thank you. Hamjambo nyote. Najulikana kama Anastasia Chieng Odundo. Mimi ni wa Ogande Girls. Asanteni. Professor Pam Raburu from Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology in Bondo. Team Mama and Baba family to condole together. Thank you. Dr. Millicent Odhiambo, Mama's sister that never was. Nyakach Girls. Hello, I'm Mary Ochiel, born in Awendo, Sakwa, married in Oyugis, Homa Bay County. Mama's friend, Ogande alumni. Good afternoon. I'm Honorable Kie and Beryl, special elect ODM party, Migori County. My name is Dr. Karen Olendo. I am an educationist. I work for Maseno University. We went to school several years apart with Dr. Mama Ida Odinga and Mrs. Sigei. So we are here on behalf of the Ogande alumni. And many a times when this happens, we normally stand with one another. We were here yesterday. Poleni sana, Mrs. Sigei and family. My name is Rose Nyamunga, a family friend of Mama and the Oyo family. Thank you. Good afternoon. My name is Ruth Okoa, alumni of Ogande Girls and chairperson Nyakach Girls High School. Honorable Doreen Inda, Migori County Assembly. Allison and her other cousin visited me 3 weeks ago. May her soul rest in eternal peace. My name is Honorable Biti Sakomo Nyancha. I'm representing Ragana Uruba Ward in Migori Town, elected member. Mama pole, Baba pole, familia pole, Mungu awabariki. My name is Honorable Beatrice Okumu, special elect on ODM ticket. The leader of minority in the National Assembly is my MP, Suna East constituency. Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. I'm Honorable Elizabeth Sabaya, nominated MCA by the ODM party, County Assembly of Migori, and also Mama's former student at the Kenya High School. Thank you. I am Dr. Agnes Salome Awor from Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, from Game Mama's sister. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Honorable Jackie Gad from Migori County. I'm here because of Mama and Team Sigei, the family of Sigei. Pole sana, it is well. To Mama Eunice, it is well, so well, it shall be well. Thank you. Good afternoon. I'm Dr. Makena Mbogori. I'm here on behalf of Dr. Hinda, who is my very, very good friend, and also I'm a chair Women in Business Kenya. Thank you. Thank you so much to our Baba, all protocols observed. I'm Honorable Alice Achieng Amolo from Migori, Awendo Sub-County, North Sakwa Ward. We are here to accompany Mama, and to Eunice we say sorry. We are very much bereaved with you. May Alison's soul rest in peace. Thank you. Thank you very much. Without much ado, Your Excellency, allow me to invite the Majority Leader in the Senate, Honorable Aaron Cheruyot, to come forward to manage the next bit of the program, right away from the area MCA all the way to the top. Welcome, bro. Asante. Thank you. Prime Minister Baba, together with Mama Aida, the entire family of our father Sigei, all the relatives, friends, and our people who are here. Let me take this opportunity to greet you all. Good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. Uamune. Nyasaye ber. Bas, ninafikiri nimesalimia watu wote vizuri vile inafaa. First is to pass a word of condolence to the family on this very difficult moment for them, following the loss of their daughter, friend, sister, and whatever connection that people may have to this particular family. I've been given a very difficult task, Baba, which is to manage people who don't like to be managed. But today, in the interest of one, the family, two, you have seen that there are people who've come from very far, and three, you understand this region and the kind of things that happen in terms of weather. It can be sunny 1 minute, in the next 2-3 minutes, things can change. So I want to plead that when granted an opportunity, let us be brief vile wageni au wengine wote wamekuwa brief. Tafadhali ningependa kuwaomba viongozi wote wale tutapata nafasi. Ukipata nafasi, sema pole yako na jambo moja tu quickly, kama vile wageni wale wengine wote wamefanya, ndio tuweze kuchungia familia saa pamoja na wageni wale wote wametoka mbali. Otherwise, kwa wageni wale wametoka pande wa mashemeji zetu, tunawaambia karibuni sana huku kwetu. Hapa ni nyumbani kwenu, nyinyi si wageni. You've been here many times with us, and today, as you come while we are mourning, we don't take it for granted that you took time to come and be with us. Pole sana to the family as well. So I want to take this time, nikaribishe, I think all the MCAs that are here. Wapi, where is, nataka nianzie area MCA. You come together with all your colleagues. I'll be very tight on program. Anybody who's a member of County Assembly in the Republic of Kenya, doesn't have to be Bomet. Just come, alafu nitakwambia mheshimiwa vile tutafanya, so that we manage this program very well. Tusimame wapi hapa? I'm being told here is so that you're in the full. So I'll give you mheshimiwa the microphone. You introduce your colleagues by name, then you speak on their behalf. You say pole. Utaje ni kina nani, alafu tuseme pole, then we move to the next session. Thank you very much, Majority Leader. Your Excellency, Raila Amolo Odinga, Your Excellency, Professor Hilary Barchok, all protocol observed, na wananchi wote. Bwana asifiwe.
Nataka niseme pole zangu kwa niaba ya Longisa Ward. Nasema pole sana kwa familia ya Sigei na familia yote kwa the loss of your daughter. Nasema poleni sana. Wageni ambao wametoka mbali, karibuni sana Longisa, karibu Bomet. Hapa ni Longisa Ward, Bomet East, na tunasema karibuni sana. Asante kwa kufika kuomboleza pamoja na sisi. Hatuna nafasi kubwa sana, nataka tu nitaje majina ya hawa. Kwa haraka wanaweza sema haraka kwa sababu wako wachache, jina tu. Evelyn Mibei Koske, member of County Assembly and Chair County Assembly Women Caucus. Welcome members of County Assembly from Migori, Lake Region area. Thank you very much. Welcome and pole to the family. I'm Naomi Silate, member of County Assembly, Bomet. To the family, poleni sana. May the soul of Alison rest in peace. I'm Honorable Caroline Langat, member of County Assembly, Bomet. Poleni sana. I am Tabutani Monica, member of County Assembly of Bomet. Poleni sana. Asante. Nami ni Stephen Changmorik for area MCA. Asante Changmorik. Bas tuko na wajumbe pia serving and those who are on leave. Najua siasa hakuna mtu anakubali mambo ya retire. Naitwa leave. So kama unajua uko leave from parliament. Nimeona my friend Sosion, Nick Salat, iko nani mwingine? Kujeni mbele very quickly, the two of you. Anybody, quickly, so that you get a chance also to say something. Legejo wa kuhusiana na mize microphone. Karibu, sema pole yako. Ya, asante sana Majority Leader, Your Excellency Raila Odinga, Your Excellency Aida Odinga, all protocols observed, family of Sami Sigei, and all the mourners. Yangu yatakuwa mafupi sana. Majority Leader, it also happens that I'm a member of this family by extension. My firstborn sister is married to Mr. Sigei. So Mrs. Sigei and my sister are Bamwais in the context of our culture. And therefore Alison is my niece. And Alison was a very close friend of mine. Na tumesikia wasifu yake, a very devoted, good young Kenyan. We have lost her at the wrong time. And may her soul rest in eternal peace. Na sababu baba yuko hapa na ni rafiki yetu. Unajua ulikuwa unaniuliza kwa nini niko na baba sana kila wakati. Unajua 207 sisi wote hapa tulipigia kura baba, si ndio? Lakini now where we are as a country, baba, ile msimamo na mkondo mmechukua na rais, msimame imara. The country is more important than anything. We need strong economic transformation for this country. We need peace. The youth must have hope and opportunity. There cannot be hope and opportunity in an environment of chaos. Kwa hivyo baba na rais, tunaunga nyinyi mkono kikamilifu. Asanteni sana. May Alison's soul rest in eternal peace. Sasa umejua tulitoka wapi. Asante sana. Thank you Sosion. Mheshimiwa Nick Salat Kipto, karibu. Thank you Majority. Yangu baba, mimi na viongozi ambaye wako hapa, yangu itakuwa mafupi sana. Ni kutoa rambirambi zangu kutoka family ya Salat ambaye ni rafiki ya family hii, kwa Alison ambaye ni rafiki yetu, na kwa Sigei pole ni sana. Na viongozi ambao wametoka mbali, kwa Kipsigis nasema mutia mising in Alison. Kwa wale walijua huyu, she was a bubbly girl, a girl who was ever happy, and she was fearless. She told you what she felt. And when I was told Alison has rested, knowing that death has no respect for whatever age, then we just have to say thank you for the moments we shared with her. Sisters and everybody, poleni sana.
So nimekuja hapa kuungana na nyinyi. Ya mwisho hapa Susiona amesema juu ya baba. Baba, I think kwa wale wote I'm the last one here, ndio mimi. Ile kura ulipata ile juzi ni yangu, hakuna mwingine. Ile ulipata unajua ni yangu. So hao wengine niliomba kabisa, nikaomba au kusikia, lakini sasa wewe ndio umekuja kuua dawa. Kiko mwoga legerichot bonde nuko mogas. I niya nga kunjugu sabe. What we want now, and I want to ask the majority. Unajua kuna kitu inaitwa AI. AI ni kama sasa ndugu yetu huyu Koech wa Kericho alisema shoot. What we want is to shoot Kenya to peace. Ama namna gani? Kwa amani tu. Gemwage na amani. Gemwage ni kwano. And I want to thank you, Baba, for you are a leader per se. You can never allow this country to go into the dogs. Baba, thank you. Nilitangulia kwenda kwa rais, nikaona umekuja, I felt so good. So thank you, Baba, for putting Kenya first in whatever. Najua umeumia. Hata hapa Bomet, kama ilikuwa ni 1,000, kuna 0 sijui ilienda wapi. Lakini wachana na hiyo ya zamani. Thank you. I wanted to take the opportunity to say thank you, Baba, and Kenya is more important than anything else. Chichongi mwagele number you know. Oh, my friend. I can tell you this. And I'm sending a message. Nimemuona leo anazungumza America. Please, my good friend Wamunyoro, wherever you want to lead this country, it is not good. Come back home and build Kenya the way Baba has done it over and over again. God bless you, Baba. And Ida, why are you so young always? Ida, Baba, aya gongwe. Asante. So sasa naelekea upande ya MPs. Nataka nianze na area MP Unwet Yegon, hujasema pole yako pia. Tuendelee tu na hiyo speed. So Siona amesema mtu mwingine yako Amerika arudi. Unataka arudi afanye nini? Si Trump atafutie dawa huko pahali yako. Asante sana Majority Leader. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga. And let me say also the Minority Leader wangu in Parliament and all protocol observed. Kwanza, mimi sitakuwa na maneno mingi na mimi. Ile ningependa tu kutanguliza nazo ni kusema pole sana kwa familia kwa kupoteza mtoto wetu mpendwa. Personally, as a member of Parliament, I've lost 1 vote. And this is very painful. And as I said yesterday, because I was with the family last evening, it is very painful for a parent to lose a child. Kupoteza mtoto kwa mzazi ni uchungu sana. And I feel for the parents. Poleni sana the Sigei family and all the relatives and the neighborhood, the neighboring community. Poleni sana kwa kupoteza huyu msichana wetu akiwa mchanga. Mimi sitakuwa na maneno mengine, maneno ya inji tu ni kusema asanteni sana Right Honorable Raila Odinga kwa kuingia kutusaidia kwa ile shida imetukumba kwa hii inji. Watu wengine walikuwa nataka kufanya hii inji ikae kama Haiti ama kama Sudan, lakini kwa ujasiri wako tangu nikiwa mdogo nimeona kweli wewe ni mwana inji kamili ambaye unajua you are a statesman. You have always come to the rescue of this country, always. And we are praying for you. Personally, I pray for you that there come a time that you are going to be the leader of this country in the very near future. So I am saying so because there is some other communities which they feel like they have an entitlement of being in the leadership throughout their lives. And we want to say that
We have more than 47 communities in this country, and one community cannot hold us at ransom. This time round, we are going to focus in other communities to make sure that any other community have a president from their communities apart from just focusing on one community. So individuals, we are going to go for those people who are coming from other communities or individuals, but not just specifically saying you must come from the mountain so that you can be felt in this country. Nataka kusema haya machache tu, na nisemeni asante sana na Mungu awabariki, mkirudi manyumba zenu muende salama, na asanteni sana kwa kukuja. Thank you so much. Asante sana. Asante Senator Sigei, kuja tafadhali. Oh, before Senator, just go back Senator. Kuna kitu nimeombwa. Unajua baba huyu Junet anafikiri ati yeye peke yake ndio senior kwa ODM. Sisi ndio waanzilishi wa ODM Junet. Na hata hapa kwetu iko wenyeji wale wa ODM. So nataka kupatia chairman wa ODM wa hapa, alikuwa na jambo ya kusema na ameniambia itakuwa makosa asipozungumza on behalf of our party. And I'm very intentional when I say our party. I know English, I'm not confused. It is our party. So karibu Tinget, kuja sema jambo. Ni kama mheshimiwa amesahau jambo ama? Haya Tinget sema. Amose urua. Ojamege tugul. Ana luongi na arab ngeny. Arab matot. Sigei osiebna. Sigei tumechunga chama kwa muda. Ningependa niseme pole sana, kwa sababu wakati tulikuwa tukifanya kampeni ya baba, Sigei alianza kuitwa Cheble Mindet na mimi nikaitwa Le Mindet. Sasa ukizunguka area yote ukiuliza Sigei ni nani, unauliza mimi naenda kwa Cheble Mindet. Cheble Mindet ni Mjaluo mwanamke, kwa sababu ameoa Mjande. Lakini kwa Azizi kuna wimbo tunaimba inge ngoribi Cheble Mindet. Inge ni sieru yo. And kwa sababu mimi nataka niketi, Mheshimiwa Aaron 2007-008 tulianza vita kali ya siasa area hii. Niendelee ama ningoje kidogo? Wamesema kama uko na wimbo kidogo ya kanisa unaweza saidia sisi wakati hawa ndugu zetu wanatua, alafu tuendelee sasa. Anyway, they're almost landing. The space is a bit tight. That's why naona wanasumbuka. Aya, tosha DJ. Asante Ronald, sasa endelea. Aya. Kama cheki nilikuwa nataka niseme kitu kimoja baba. 2007-008 ile vita ilikuwa hapa, ilikuwa siasa kali, paka baba akabonyesha. Na hii vita ya Gen Z, baba
anajaribu kubonyesha. Na nasikia wengine wakisema eti nani. Bila hao kujua 20708 ilikuwa maneno makali. Sasa ningependa niambie wa Munyoro kitu kimoja. Kama Raila amevumilia miaka mingi, wewe ni nani wa Munyoro? Kenya ni nchi yote, imana na mamani. Sasa mtu anasema, Ruto must go. Kwani Ruto ana watu wake? Si ako na wandugu zake? Sasa wasipungue mdomo kama wachinga. Sisi tuko hapa. Ukiona tinga ameanza kutetea Ruto, mchua imeumana. Na wasije wakajaribu kufunga hii maneno ya baba. Tunaelewana? Hii baba amesema public participation ifanyike. Lakini wakiruka hiyo, bahati yao mbaya. Asanteni sana. Asante, tumepata wajumbe wengi sana ambao wamekuja kusema pole kwa familia. We have received a delegation of so many members of parliament ambao walikuwa pale. Karibuni. I can see so many of them. Chief Iposoro, Senator Eddie, Mheshimiwa Robi, Mheshimiwa Mary Mase, Mama County Migori Full Network, Mheshimiwa Bwire kutoka Taita Taveta. Nimeona rafiki yangu Faruki Bet pia amefika, na viongozi wengi sana ambao wamefika. So Mheshimiwa Mutuse ambaye ndiye alileta impeachment motion against ule Mkabila, na kuona pia karibu kwa kuja kusema pole. So hapa iko kazi mingi sana. Ningependa saa ile hao wageni wana settle, tuendelee. Mheshimiwa Sigei kuja sasa. Senator Sigei kuja useme pole yako. Wacha ni request viongozi, tafadhali pata kiti na ukae. Tafutia viongozi kiti so that we can proceed. Let us take our seats. Let's take our seats tafadhali. Haya, Mheshimiwa Sigei, endelea. Asante sana kiongozi ya walio wengi, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot. To the family of Sigei, tumekuja ili tukuje tuomboleze pamoja na nyinyi kwa kupoteza msichana wenyu mpendwa. I have read from the eulogy here about Alison. I never got to know Alison in person, but what I have read from the eulogy speaks loud about the girl whom we have lost, and we are putting her to rest today. Mimi kama kiongozi kutoka hapa Bomet, nimekuja pia kusema pole, so that as we send Alison today, we all know that that is the journey that we will ultimately all go, but each one of us has got his or her time, and Alison's time came earlier than our time, and that is why we are here to mourn her, to celebrate her. And the way the sisters and the parents and those who have talked before me have said, we have lost a gem in Alison, na tunasema may her soul rest in eternal peace. La pili, kwa sababu ya muda, nataka kuwakaribisha viongozi wote ambao wamekuja hapa. Kutoka nikianzia Mheshimiwa Right Honorable Prime Minister na Mama Ida and the entire delegation of the leadership that has come to mourn with us today. This is the Kenya that we want. We've just come from Kuria East. Tumetoka kwa huyu mwenzangu hapa Senator Eddie, mahala panaitwa Kokehara in Kuria East. Mahali tulikuwa tumeenda kuleta umoja na kuambia watu mipango ya maendeleo ile tunahitaji hapa Kenya. And the message I just want to share with the rest of us who have come here to mourn today is that the direction that we want to go as a country is the direction of uniting all Kenyans, irrespective of the tribal places where they come from. And we do not want to profile any community. We are dealing with a tribal individual, and we are saying not all of us speak the language of Wamunyoro. We want to bring Kenyans together, and this is the direction that we want to ask our people to go. Embiga Bomet, Kongo ya Mungo Bwan, asinyo no skoten la kwani. Kit kityo na kama chom wok, kogeri chom nyet
nekakiborchi kai bichu chwak en olinis ongetebenge akiborchige chomyet agechek kokiwae na inji chebo Bomet kokikutit agenge asikechomyen asikonai biik kole ingemwa kokakimwa koki agenge makimwa koki nusu. I am so impressed and I think it's a challenge. Otherwise tunasema pole to the family. Mwenyezi Mungu amlaze Alison mahala pema peponi. Kwa wageni, mimi ndio senator wa hapa, naitwa wakili Hilary Sigei. Karibuni tena. Asante. Asante. Wapi Governor Barchok? Prime Minister, najua huyu governor kuna mahali wanaelekea na senator na ndio maana wameomba wazungumze mapema. Karibu governor wa eneo hili. Asante ML. Right Honorable Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga na waheshimiwa wote, baba wetu Sam na mama Koni, waombolezaji wote, tusalimiane. Bwana asifiwe. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mungu ambaye amechalia kila mmoja wetu tuwe mahali hapa, tusimame na familia Sam tutoe pole zetu. So wacha nichukue nafasi hii on my own behalf of my family na wenyeji wote wa Bomet kusema pole kwa kupoteza msichana wetu, mtoto wetu Alison Cherotich Sigei. Pole Sam, pole mama Koni, pole Prime Minister na sisi sote. Ya mwisho, Prime Minister, tunakushukuru. One, ni kukaribisha Bomet na asante kwa kusimama na rais wetu Dr. William Samoei Arap Ruto. The stability ambayo tuko nayo, despite the small challenges that we are having, was contributed majorly by you. Na tunakushukuru na tunakuombea. Unakumbuka ile jina tulikuwa tumekupea Aramibei? Otoaje bayanda ni? Wataje? Wamesema bado wanakumbuka hiyo jina. Na asante kwa kusimama na William. Tunakuombea. Mama Kongoi. Sunaelewa hiyo nikisema Kongoi. Asante kwa kusimama na sisi. Asante kwa kuchunga huyo mzee. Asante sana. Pia tunakuombea uwe na nguvu, utuunganishe sisi sote kama mama. Najua family ni mama. So tuko na shukrani mingi. And lastly, kama vile senator wangu ameongea Bwana Sigei, I think we are only dealing with one individual and we don't want to profile a community. Sindio? Kuna mtu mmoja tu ametuchokora and we have nothing against the community ya Kikuyu. Tumesimama na hawa, tumetoka na hawa mbali, but we don't want an individual mwenye anatuletea chuki kati ya sisi kama jamii moja ya Kenya. So we only have one issue na huyo jamaa. Otherwise the rest of the community ni watu wazuri, wako hapa Bomet, wako Kenya mzima, na tunaungana na hawa kuchenga taifa letu la Kenya. So lakini ile mambo ya uchochezi inatoka kwa individuals, hatutaki na tunasema hiyo ikome. Sisi kama Bomet tuko nyuma ya rais na Prime Minister, tunawashikilia na tunaombea. Asanteni na poleni tena. Asante. Asante Governor. Prime Minister, kabla tukuje hapa, kuna rafiki yako ambaye amenituma na pole zake, the first governor of Bomet, Governor Isaac Ruto. Alikuwa mahali na amesema wacha ajaribu aone kama atapambana mpaka aweze kufika hapa. Amesema ambia Sigei na familia pole. I had also seen spouse to our second governor hapa Bomet, Edwin Abonyo. Sijui kama bado wako ama alienda. I saw him somewhere. Oh yeah, he's here. You can wave. Thank you, Edwin, for always remembering and remaining true to Bomet. That is Edwin Abonyo, spouse to our second governor, Governor Joyce. Thank you so much for finding time to be here. Kabla nipatie hawa ndugu zetu ambao wamefika, hata mimi nitasema tu jambo moja, then I will hand over to Whip of the National Assembly, Osoro ambayo yuko hapa,
so that you bring the entire team you came with. Nyinyi mtaturuhusu kidogo, hatutawapatia fursa ya kuja moja kwa moja. We'll have to call all of you together because you can see, Mutuse, hapa ni Bomet, inanyeshanga any minute. So that's why you see we are a bit in a hurry. But I want to register my appreciation, Prime Minister, to you. Many people are saying for standing with President Ruto, but I don't think it is just about Ruto. You have stood with Kenya, and that is the most important thing. And it's not the first or the second time. You have put Kenya before yourself so many times, and that has been the hallmark of your leadership. As a young person, that is a great trait that I will forever remain with, knowing that at a time when a leader has been put where their country is at a crossroad, they put their interests besides and say the country come first. For that thing, Baba, we forever remain grateful as the people of Kenya. Many may criticize you. Many will not understand you. There are fools who ridicule you, even on newspapers, and say that, oh, it's about, I don't know, this or the other. But they do not know that the decisions you take cannot even be equated to money. Do not be discouraged by such voices. Know that even the God who is in heaven appreciates the sacrifice you make for this country every time we are at a crossroads. Mimi ningependa tu kuomba kitu moja. Hii safari mumeanza na rais vile mnatembea Baba, muendelee kuongea hivyo. Na ikikaribia hapo mbele, tutawafungia kwa room moja. Kile mtatuambia ndio sisi tutafanya. Hiyo ndio sisi tunajua, and that is what we are telling you hapa. Sababu sisi tunajua between you two there is wisdom and there is love for this country. Thank you so much. We appreciate, and as a people tunasema asante. Na ule nini ara mibe magongoi kilelen kongoi missing, yani tunasema asante. So sitaki kusema zaidi ya hapo because today was just about saying pole. Mheshimiwa Silvana Sosoro, when I invite you, please come with the entire team that you came with, so that they say the name, na maybe one or two can say on their behalf, because you can see how it's looking. Thank you and God bless you. Asante sana Emel. Tusalimiana namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa familia yote, familia ya Sigei, Prime Minister Raila Amolo Odinga, familia yote, kwa niaba ya viongozi hao wote ambao tumekuja hapa, tunasema pole. It is the wish of every parent to have their kid bury them, not the other way. Ukiangalia unaona ni msichana mdogo amefariki, na kwa hivyo tunasema pole. Ile tunajifunza kwa hii program yote Baba ni kwamba that amidst everything that we do in our political spaces na kila fujo yote ambayo tunafanya, family comes first. Na leo tumejifunza leo ya kwamba we also have family. Na wakati tunakumbwa na maneno kama haya, family inakuja inatushikilia. Na kwa hivyo tumekuja timu mzima kutoka mahali tumetokea, tumekuja kupatia Baba pole na kila mtu hapa, na kusema ya kwamba tuendelee kushikana pamoja. Kwa maneno mengine pengine tutazungumza baadaye kwa sababu ya weather, niruhusu ni introduce tu wabunge. Na mimi nitawaita tu majina. Njoo hapa, naita mtu anaenda na keti. Njoo simama hapa, nataja jina yako unaona na keti. Nataja jina unaenda na keti. Huyo anaitwa Mathias Robi, mbunge wa Kuria West, amesema pole. Haya. Huyo anaitwa Mary Emase, mbunge wa Teso South, amesema pole. Huyu wale huyu nashindwa mbona watu. Huyu ni mbunge kutoka kule Taita, anaitwa Honorable John Bwire. Asante sana. Huyu ni yule ambaye alicollect signature ya kutoa mkabila, anaitwa Mwenge Mtuse. Ndio huyo mmemwona kutoka kule Kibwezi. Huyu ni Full Network, mbunge ama women representative ya Migori County, anaitwa Fatuma. Huyu ni mama wa county wa Mombasa, anaitwa Mama Zamzam, ametoka pila kule Mombasa amekuja hapa. Huyu ni mama wetu wa county kutoka kule Kwale County, anaitwa Mama Fatuma. Haya, mpigieni makofi tafadhali. Kwa hivyo na wakati nyinyi mnaondoka gavana, tafadhali mnaacha kikapu hapa kidogo. Na kila mtu hapa. Tumekuja maombelezi, sio? Unapitia hapa alafu unaondoka. Yes, unapitia hapa alafu unaondoka. Niko sawa ama siko sawa? Ya mwisho ndio ni handover kwa kiongozi wa walio wachache bungeni. Baba, ninakushukuru sana. Sana. Mimi saa zingine mimi huangalia Kenya ingekuwa namna gani kama Baba hangekuwa.
let me tell you, this country owes Baba Raila Amolo Odinga a lot. Na hapa Bomet, tafadhali mpigie baba makofi ya kutosha. I am telling you, the politics of entitlement that we have in this country has really costed us a lot. And Baba, thank you very much for standing with this government and the people of Kenya. Na sisi tunasema, hata kule mbele ile siasa tunakaribia ya 2027. Sio siasa ya maneno mingi, ni siasa ya kumaliza politics of entitlement. Ya kwamba kiongozi lazima atoke sehemu fulani ndiye awe mzuri. Lazima atoke sehemu fulani ndiye akuwe mzuri. Asipotoka hiyo sehemu, yeye ni mbaya. Kwa hivyo we want to thank Baba for standing firm and stand with you in everything that you do and continue supporting you with the president to drive this country mahali inafaa kukua. Kwa hivyo tunashukuru na tutaendelea kutembea pamoja. Kwa hayo machache na mengi, wacha nialike kiongozi wa walio wachache bungeni, Mheshimiwa Junet Mohamed, pia aje na salamu. Asante. Mungu awafariji. Dada yetu ametuacha kama bado wako umri kidogo. Tunaomba Mungu aweke palipema na tunasema poleni sana. Kwa sababu ya saa na muda, nina jambo moja ama mbili ya kusema tu. Jambo la kwanza, kuna jamaa moja tulivuta kazi huko bunge. Unajua bunge iko na nguvu ya kuvuta mtu kazi na kupatia mtu kazi. Hata president akiandika watu kazi anatuma bunge. Sisi ndio tunaangalia hii mtu anafaa ama hafai, na saa ya kuvuta pia ni sisi ndio tunavuta. Kuna jamaa mmoja tulivuta kazi, niliona jana alikuwa huko Amerika. Mwananchi mmoja ya Kenya amesafiri huko. Nimesikia jana kama anaongea juu ya baba. Anasema baba namna hii, baba sijui namna hii. Unajua kama uliwachizwa kazi kwa sababu ya tabia chafu na bado unaendelea na hiyo tabia chafu, maisha yako itakuwa ngumu sana. Mimi nataka kuambia sasa pale amefika leo, nimeona amefika kwa red light. Yule mtu ambaye leo alikuwa anasema yeye hana watu, ndio watu yake ambaye wako bunge kama mimi ndio tumevuta wewe kazi. Na hii mambo unaeneza ya ukabila, jamii fulani wamewacha fulani, jamii fulani wamewacha fulani, uache hiyo tabia. Kwa sababu chama chetu cha ODM ni chama ya kimataifa, sio chama ya ukabila. Iko na wananchi kutoka Pwani, kutoka Northeastern, hapa Rift Valley, huko Nyanza, Western, kila pahali. Hii siasa ya ukabila na uchochezi umepeleka paka Amerika, unaongea paka juu ya baba, uache. Ukiendelea na hiyo, utakuja kujua kwa nini kuku haina maziwa. Hiyo ni notice nimepatia yeye. Unajua iko pale ingine kucheza naye, sio baba. Si mimi mnajua? Unajua baba iko na watu jeshi kama sisi. Akiwaachilia sisi mara moja, hii mtu hawezi tembea ndani ya town. Sasa tafadhali, nimeona video yake jana. Anasema ati baba sasa sijui wakambani watu wamewacha, sijui nani amewacha. Mambo ya ukabila, sisi tuko na chama ya kitaifa inaitwa OD. Na hiyo chama iko kila pahali hapa Kenya. Hata hapa Bomet hapa tuko na watu. Chairman yetu iko hapa, TUM iko hapa, mtu ya Kericho. Sisi yote, Aaron Cheriot siku hizi ni mtu ya ODM. Anatembelea mimi kila saa kwa ofisi yangu. Anauliza mimi live membership ni ngapi? Nimeambia ya kawaida ni 20,000, yake ni 1 million. Yeye ni tajiri, hawezi lipa 1 million. So tafadhali mimi naomba Bwana Rigathi Gachagua, uache tabia na ya uchochezi na usiongee juu ya baba mara nyingine. Hii ndio mara ya mwisho. Na hiyo ni warning nimetoa nikiwa Bomet. Ameongea ujinga mingi sana jana. Wale waliona hiyo video. Ujinga mingi sana. Anasema ati baba sasa hana watu. Hana watu, yeye yako na watu gani? Wakora ambaye wanaiba mali ya watu ndani ya supermarket ndio watu yake. Anyway, ya pili, kwa sababu ya saa, juzi mliona baba ameongea. Amesema ya kwamba watu wananchi ya Kenya wakae chini waongee. Wafanye kitu naitwa intergenerational, interdenomination conclave. Unajua wale wajui wasungu wajui maana ya conclave. Watu wameona hiyo conclave. Ni conclave ndio pale ya watu kukaa na kuzungumza mambo ya maana ya Wakenya.
Niliona Kioni juzi akiongea anasema ati yeye hataki kuongelea. Wewe endelea tu na yako. Sisi pia tutaendelea na yetu. Lazima watu wasungumuze. Mambo ya kuzungumuza ndio umetufikisha pale tuko sahi. If Kenyans don't talk, they will fight. So Kenyans must be given opportunity to talk. Wale wanataka kuongea kwa kijiji, waongee. Wale wanataka kuongea kwa ward, waongee. Wale wanaongea kwa constituency, waongee. Wale wanaongea kwa county, waongee. Na wale wanaongea Nairobi kama sisi na Cheriot pia waendelee kuongea. People must talk. You can't stop people from talking and people meeting to discuss matters of concern to them. Sasa kwa sababu ya saa wacha yeye endelee tu. Mimi naomba wa Kenya tusikize maoni ya baba kwa makini. He is not talking for himself. He is talking for Kenyans. Na anataka Kenya ikuwe amani. Na yule mtu ambaye amefanya nchi yetu ikuwe na amani kila wakati ni nani? Ni nani? Yes. So mimi naomba tuelekeze mambo mbele. Unajua wisdom, age comes with wisdom. Sasa baba unajua ako na wisdom mingi. Ameona mengi. So when he gives us direction ya kwamba this is the best way to deal with things, let's take time to reason and let's take time to listen. Kwa hiyo machache nataka senator ya Migori iko hapa, fanya mkono namna hii. Fanya mkono namna hii bana. Sawa, imekwisha. Sasa bana, mimi minority leader, mimi mkubwa yake. Nimeshaongea, hawezi ongea nyuma yangu. Jambo la pili, sasa nataka kuita familia moja ambaye hakuongea kama familia, women rep ya Kisumu County, asema dakika moja tu kama familia. To the Right Honorable and all protocols observed. Yeah. As I stand here, I decided not to speak with my fellow MPs because I'm here as family. I'm here because I've come to mourn my niece, Alison. My best friend in the family is known as Lastborn. Lastborn Eunice, who is the mother of Alison, and me are both lastborns. I'm the lastborn of my mother, Mary. She's also the lastborn of her mother. But in one sense or the other, you, Eunice, have been the lastborn and a friend of my mother. And me, I was a friend of your mother, who you used to be very jealous because your mother loved me more than she loved you. But we grew up together, and so in this family, I'm here to bond with everybody. I'm here to bond with Boa, with Sheila, with Kazi, with Rosie, with all the nieces and nephews. If you hear anybody being called Auntie Adiambo, not Auntie Adiambo, Auntie Adiambo, this is the Auntie Adiambo of the family. The one who actually takes care of all of them, and that's why I'm here to mourn. Mama, I know what you're feeling about Alison. Alison used to be your Kibeti, but then take heart. We are here, we will be with you, and we'll support you all the time. Apart from that, I don't have to say anything much, because today is not my day to speak about siasa. Today I'm here to mourn, and that's why I said Osoro cannot come and invite me here. You're not my whip today, I'm the one who's inviting you in our home. Asante sana, and God bless you all. Asante sana, amesema hako nyumbani yeye. Osoro umesikia? Ama man. Osoro, amesema hako nyumbani. Anyway, nataka sasa kuchukua nafasi hii hand over hii program sasa kwa mama wetu ambaye tumekuja kutembea na yeye, kusindikiza yeye ili akuje age mtoto yake, Mama Dr. Aida Odinga. Mama, karibu sana. Thank you very much. MP Wasuna East, kule Migori, kule tumetoka. To my sister Eunice and my favorite brother-in-law Sam,
and the children, Lino, Valerie, June, and Shanice. Poleni sana. We didn't expect that something like this could happen at this time when we thought that things had cooled down, but has happened. To the people, friends, and relatives who have come, I want to thank you very much for coming to mourn with my sister and my brother-in-law and their family. It is not easy to talk about Alison, because to me, Alison, I don't want others to feel jealous, but Alison was really my favorite. She was always there for us. Anything happening, Alison will be there. And as we talked just shortly before Alison passed on, she called me and told me she needed to sort out some issues about her house and about the maid. I didn't know that that would be the last talk. Wherever she's gone, I know she's with our Lord, our God. We just pray that may the good Lord rest her soul in peace. To my friends who have come, I can see you are so many that I cannot mention you. Earlier on, before Mweshima you came, we mentioned the people of Migori. Now you came later, he's also from Migori, Mweshimiwa from Kuria. Yeah, come. When I call my brothers from Migori, you'll see them. Let me just call my brothers from Migori. Mokratego Vika, Angenukulu. Are you only two? Are you only two? My brothers and sisters from Migori. Auntie Eunice, you see your brothers from Migori. They've come to say Pole to you. Isn't it? Yeah. And you know them. Who don't you know? You know your sister Full Network, Fatma? And you know George? George Yuel? You know Muokratego, the senator? You know... Just help me. Yes. You know Junet Mohammed? Yes. Huh? Yeah. And you know our brother Matthias Roby from Kuria West. And of course, you know our mother, Mama Migori, Mama Agnes Ochilo Ayako, the wife to the governor of Migori. Now, thank you very much for coming to mourn with your sister. Yeah, okay. Thank you very much for coming. I know people are doing a lot of introduction. Maybe I just introduce. I also here with my sisters. We are 4 sisters. We are 4 sisters. These are the daughters of Mama Rosa. That's how we are known in Migori. And the eldest of us all is Mama Liniaya, the one they are trying to help walk. I know you can walk. That is the eldest now between us. I come after Mama Lynn. And then we have the MCA Clarice, who is an MCA in Migori County. And then the last born of our mother is Eunice, whom we've come to mourn today. So, you want to say something?
So, Auntie Eunice, we are all with you. Thank you. Poleni sana. Yeah. So that is my... Thank you very much, my sisters and my people from Migori. That's why I know everybody there. They're my friends and the game people and the Luhya who are here. I can see Auntie Rhoda Shiraku, my uncle's wife. It's great. I feel honored. I feel so happy. I'm so proud of Alison. She's always with me, and I call her my handbag, my personal assistant, my driver. She's everything. Thank you very much and feel welcome. Okay. Praise the Lord. Yeah. Standing on the basis of protocol, I greet all of us. Alison, my baby, was so dear to me. My name is Clarice Oyo, but the family calls me Auntie Dolly. Alison always used to refer to herself as Toto, ya Auntie Dolly. And in our tradition, if ukienda kwa wajomba wenu, unapatiwa yai. Toto napatiwa yai mkononi. Na nilipoenda kwa wajomba wangu, waliniambia ukishakuwa adult, upewi yai. Unapewa kuku, unapewa yai ambayo imeshaharibika. So wakaniletea yai ambayo imeshaharibika, nikashtuka mbele. So no, wajomba wako hawezi kupatia kitu kibaya. Basi, hiyo ndio tulikuwa naye ni Alison. Alison akija nampatia yai ambayo ishaharibika. Najua nyinyi pia mngalishtuka, yai ishaharibika unapatia mtu kama zawadi. Mwajua yai ishaharibika inaitwa nini? Kuku. Sasa kila siku wakati wote Alison akija nyumbani nampatia jogoo. Na Alison alikuwa anatembelea Migori wakati nyingi sana. Tunaenda unaona wajomba wake wako hapa kutoka Migori, yeah. Sasa songea kidogo. Tukuna wajumbe wetu Mathias Robi. Na hiyo picha imewekwa hapo. Hiyo Toto Auntie Dolly alipiga akiwa Migori. Na kwa hayo machache ni washukuru sana, namwambia Mungu amlaze roho yake Toto Auntie Dolly pale pema peponi. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. It is nice to see all of you here. Some that we just hear, some that we see, but some that we know. Thank you so much for coming. And I can't say much because everything that is said is what I would have also said. But I just wanted to say, to give you thank you so much for coming. It means how nice Alison was. She was a smiling girl with not just smiling like that, just happy girl and always very kind and knows how to talk. So and everyone loved Alison. We love them all, but sometimes you see there are some that will not be like this or like that, but you choose in your mind who you love. Thank you so much. So when you go back, mwende salama. Thank you so much. To conclude, I get worried, Senator, I get worried when people talk of tribalism. Because those who talk of tribalism, they don't know how Kenyans live. In my mother's house, we used to call ourselves United Nations. Because you find lawyers, my mother was a lawyer. You find Luos, my father was a Luo. You find Kalenjin, Eunice is married here. You find, hey, help me. You find Kambas, her daughter is married in Ukambani. You find Kikuyus, we have a Kikuyu daughter-in-law. We have, what do we have? We have Taita,
We have, I'm forgetting. We have Kisses. We have Somalis. We have Koreas. We have many people in my mother's house. Even Wazungu. So when you bring this issue of tribalism, I get very worried. Watu wa Rift Valley. My sister, you love her, take care of her. She's a Kenyan. She's just good as anybody else. And I hope that's what message goes to everybody else. When you start talking of tribalism, remember, some of us have got mixed blood, and some of us have relatives, very close relatives, from all sections of Kenyans. For that reason, I want to say pole, and finally, may the Lord rest Alison's soul in eternal peace. Amen. Who is taking this? Thank you, Your Excellency. Tumpigie Dr. Canon Aida Odinga makofi mazuri. Senator, karibu. Tuko hapa pamoja na chairman, coordinator na supervisor ya broad-based Mr. Faruk Kibet yuko hapa. Karibu sana. Asante Faruk, utaongea sasa, imefika masaa ya wazito zaidi kukushinda. So let me take this opportunity to request that we be upstanding as we welcome Prime Minister Raila Odinga to come and mourn with us. Wapi makofi ya kukaribisha baba. Asante sana. Karibu. Asante. Mnaweza kuketi chini. Haya. Shemeji yangu Sam Segei na Eunice na watoto ambao wamebaki na jamii yote wa hapa Longisa na wananchi wote ambao wamefika siku ya leo kutusaidia kumsindikiza mtoto wetu. Hamjambo. Chamge Tugul. Chamge Koke. Usaure urujuthurwa. Haya. Tumekuja kwa majonzi kwa sababu tumekuja kusindikiza mtoto. Mtoto mdogo mchanga sana. Mama yake huyu Eunice ni shemeji lakini ni kama mtoto yangu. Huyu Eunice alikuwa anaishi na sisi wakati alikuwa yeye anasoma. Sasa alipomaliza shule tukawa tunakaa na yeye. Alafu sasa tulikuwa natafuta yeye kazi. Rafiki yangu moja ambaye alikuwa vile vile bestman yetu katika harusi yetu, alikuwa sasa mkubwa katika kampuni ya Caltex, operation manager, anaitwa Geso Kolo. Nikamwambia, wewe, mimi niko na shemeji yangu hapa, nataka apate kazi hapo Caltex. Geso akamchukua yeye, akamwajiri yeye kule Caltex. Sasa nilipoenda kule, mimi sikujua kama kule kumbe nimetuma bibi huko kwa Sam. Sam naye alikuwa anafanya huko. Kule ndio walikutana na Sam. Baadaye anakuja kuniambia, sisi nimepata kijana ambaye nafikiri tunaweza kukaa naye. Kasema basi kama namna hiyo sawa, iendelee. Wakaendelea. Mnajua kawaida ndoa kati ya Wajaluo na Wakalenjin si mingi sana. Ngoja Wakalenjin kiutu na kwa nini wako karibu sana na Wajaluo. Lakini sijui kama mnajua kwa sababu gani. Wajaluo wanaoana sana na Waluhya, lakini ni chache sana na Wanandi na Wakipsigis, Wakisii, Wamasai na Kuria. Sababu ni mambo ya hii ya kukata kinembe.
FGM. Hiyo ndio sababu Waluhya walikuwa hawakati, kwa sababu walikuwa wanaona sana na Waluhya, lakini kwa sababu Wanandi walikuwa nakata, Wakipsigis wanakata, hata Wakisii Masai na Wakure walijua hapana, si tunataka ile earth wire mpaka iwe pale, ndio hiyo ndio sababu. Lakini Eunice alisema tofauti na yote, yeye alikuja akaolewa hapa, na sasa sisi tuko hapa kama Malamenyi, tuko familia. Siku hizi Wajaluo wameanza kuwaona tena na Wakisii, kwa sababu sasa wamewacha mambo ya kukata. Hata Wakale sasa wameanza kukata sasa. Hivyo sasa mimi najua hiyo ndoa itakuwa mingi sasa kati ya Wajaluo. Yeah. Lakini sasa hapo tumekuwa na marafiki wengi sana hapa eneo hii kama jamii. Ndio sababu naona hii imekuwa pigo kubwa. Manake mtoto mdogo miaka 37 peke yake, na hata hakuwa mgonjwa na anakufa. Najua ni chungu sana kwa jamii yote, sisi zote. Kwa hivyo asanteni sana kuja kwa kutusaidia sisi kumsindikiza huyu mtoto wetu. Sasa tuko hapa na tunaona katika taifa letu, tunaona giza. Giza yuko katika taifa letu, na kuna chuki mingi sana katika taifa letu. Watu wanapigana, watu wanauana, hasira inakuwa mingi zaidi. Lakini hasira ni hata ukiona mtu akisema ati yo piga risasi usimuue, piga risasi na uue, hiyo ni sababu ya hasira. Lakini hasira ni nini? Hasira ni hasara. Ndio sababu nimesema hapana, piga risasi, shika, peleka kule, funga ndani, ashtakiwe. Lakini walisema katika Biblia kwamba kila kitu yuko na watoto yake na wakati yake. Kuna wakati ya kuzaa, wakati ya kuzika. Kuna wakati ya kupanda na wakati ya kuvuna. Kuna wakati ya kujenga na wakati ya kubomoa. Kila kitu iko na wakati yake. Kila kitu iko na wakati yake na msimu yake. Sasa kuna wakati ambayo ilikuwa watu wanatoka kwa barabara kwenda kuandamana. Lakini kuandamana sio mwisho. Hiyo ni inasema kwa Kizungu means one end. Kuna kitu unataka ndio unaenda kufanya maandamano. Lakini maandamano sio kila siku. Iko ni wakati yake. Mpaka iwe kikomo pale ambayo sisi tunasema imefika hapa, sasa tuelewane. Tuelewane. Kwa sababu mimi mwenyewe niliona, nimeangalia, nikasema wakati imewadia. Wakati imewadia wa Kenya kuketi chini na kuzungumza. Wakati mwingine tulikuwa tunasema tunataka section 2A tolewe ili tuwe na vyama vingi. Wale wakani wakasema sio, hawataki. Tukasema tunaenda Kamkunji ili tulize Wakenya kama wanataka vyama vingi au la. Tulijaribu kwenda Kamkunji, wengine wetu tulishikwa tukafungwa. Lakini watu wetu wakijaribu kwenda kule, wengine waliwawa. Baadaye tukaunda ile chama inaitwa Ford. Tukasema tunarudi Kamkunji. Tukaenda mpaka tukafika. Baadaye sasa Rais Moi akasema tunatoa ile kifungu inaitwa section 2A. Sasa tukaanza kuunda vyama vingi. Tukasema tunataka tuwe na katiba mpya. Hiyo vile vile haikuwezekana. Ilifika wakati wa sisi kama chama cha NDP tulisema sasa wakati umewadia ya vyama vyote, upinzani na chama ambayo ni tawala, wakati chini wazungumzi pamoja. Watu wenzetu wa upinzani walikataa, wakatuacha.
Mimi mwenyewe nilipeleka mswada bungeni ya kuunda kamati ya katiba, na hiyo mswada ikapitishwa. Mimi mwenyewe nikawa mwenyekiti wa Parliamentary Select Committee on Constitutional Review. Tukaongea na Wakenya, tukauliza maoni ya Wakenya kutoka kila mahali. Baadaye wakapendekeza njia. Baadaye tukaandika ripoti yetu, ikaenda kwa bunge, tukaunda sasa, ikapitishwa. Baadaye tukaunda tume ya katiba. Hiyo tume ya katiba iliongozwa na Professor Yashpal Gai. Ilizuru Kenya mzima kutafuta maoni ya Wakenya. Baadaye tukawa na kongamano kule Bomas of Kenya. Wale ambao walikuwa wamegoma walirudi wakaungana na sisi. Tukaungana pamoja mpaka baadaye Bomas ikavuta watu yote pamoja mpaka tukapitisha katiba mpya. Ilipingwa na wenzetu wengine. Wakaenda mahakamani wakatukataza kuleta kwa bunge. Wakaleta ile katiba nyingine ambayo ilikuwa ni bandia. Tukapinga. Hapo ndio ukatokea chungwa na ndizi. Baada ya chungwa ikaanguza ndizi chini. Tukafukuzwa kwa serikali. Lakini tukaendelea mpaka tukafika 2007. Tukaenda kwa uchaguzi. Unajua yale ambayo yalifanyika yote tulishindwa, lakini hatukuapishwa. Baada tukasema sasa mbaya ni nini? Kama mbaya ni nini? Unajua yale yalifanyika. Baadaye Kofi Annan alikuja hapa akaongoza ile kongamano. Baadaye tukawa tukapata njia ya kuunda katiba mpya. Na katiba mpya tukaunda. Hii katiba ya 2010 tulipata. Kwa hivyo yani tukiwa tunataka wakati hii tunajua kama Wakenya. Hiyo katiba tumekuwa naye sasa kwa miaka 25. Tunajua pale ambaye inafinya. Kuna hapa pale hiyo katiba inafinya hapa na pale. Tunataka kurekebisha, kupiga msasa. Hiyo ndio sababu mimi nimesema wakati tena imewadia Wakenya kuzungumza. Wakenya wazungumuze ili wajue pale ambaye kuna shida ni wapi, hapa na pale na pale. Sio tuko maandamano, Ruto must go. Ruto must go. Hata Ruto akitoka, hiyo si suluhu. Hata ukichukua yule mtu ambaye wanaita sijui wa Munyoro, sijui wa Mchieta, aende pale, hakuna tofauti ataleta. Tunataka tupige msasa tena. Kwa sababu mimi nimesema tunataka watu wakumuze. Na vijana wale ambaye wanaandamana, wale ambao wanaitwa Gen Z, si waende wazimu. Lakini Wakenya ni watoto wetu. Tuzungumze na hawa watoto. Tuzungumze na wazee, na kina mama, wote kongamano. Kwa sababu mimi nimependekeza ya kwamba tunataka kila county ilete watu vijana 20. Wale wengine wote wawe 20. Wawe watu 40 kutoka kila county. Ndio nasema hii tuanze kufanya sasa. Ili sasa hii isiwe tu mazungumzo peke yake. Lakini kila county iwe na watu 40. Na tuanze hii mazungumzo mwezi ujao. Hii ni pendekezo yangu. Kwamba no longer just intergenerational, but I'm also giving you composition. 20% must be youth. 10% will be, 50% youth, 50% youth. The remaining 50% are people of middle age and people of old age. Wawe wachache. Na hao wakina mama wawe pande hiyo, wazee wawe ndani yake,
walemavu wawe ndani yake, civil society wawe ndani yake, wale wafanya biashara wawe ndani yake, wakulima wawe ndani yake, Wakenya wote tuwe na kongamano ili tuzungumuze shida ni iko wapi. Hatutaki kwenda kwa uchaguzi wa 2027 na hasira mingi zaidi. Hasira ni nini? Hasira ni nini? Na Kenya hawezi kuwa ni kampuni ambaye mtu anapiga kifua kusema ati kuna watu ambao wako na hisa mingi zaidi, wengine wako na chache, wengine hawana. Kama mimi sina hisa, unatoa ushuru kwa sababu gani? Sasa watu kama hao ni wapumbavu. Kenya ni Wakenya wote. Nataka kuona kwamba kila Mkenya awe Msomali, awe Mkamba, awe Mluhya, awe Mkikuyu, awe Mjikenda, awe Mkalenjin, awe Mjaluo, awe Mkisii, ni Wakenya wote, hata Masai. Kila Kenya ana haki ya kuishi hapa. Hakuna mtu ambaye amelika mwingine akaleta Kenya hii. Kenya hii ni sisi zote pamoja. Na sisi tutajenga Kenya hii au tutasambaratisha. Tunasema Kenya wako tayari kujenga Kenya mpya kama wameungana pamoja. Mambo ya takataka ya Ziwa Munyoro hatutaki kusikia. Tunataka sisi ya kwamba sisi tutaendelea na mambo yetu kama Wakenya. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Wangapi mnaunga mkono? Nione mkono hapo. Asanteni sana. Mungu aweke Alison pale pema peponi. Shukrani. Asante kinara wetu mpendwa. Tumpigie baba makofi mazuri kwa maneno hayo ya hekima. Asante sana. Niombe wakati kinara wetu anapata kuketi, hii sasa tuende awamu nyingine, tujikabidhi mbele zake Jalali aishie milele. Padre Check 1 2. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Naomba kwa sababu muda umeenda sana, tuchukue muda mfupi tuweze kujitoa kwake Mungu na kumpa heshima zake za mwisho ndugu yetu ambaye ametutangulia mbele ya haki. Karibuni kwa misa takatifu. So tunawaomba watu wote wasimame ili tushirikiane katika misa. So kakisom chi age tugul nemi asiketonon sikekun agenge en misa. Sawa. Tumshukuru mlinzi we, pamoja tuchonge tupige makofi. Tumshukuru mlinzi wetu, tunaingia kwa vijana shangwe na ngoma za vita. Tujiandae
tujiandae, atutangaze tukamtolee sadaka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Alison Cherotich Sigei ambaye kwa hiari na makusudio yake Mungu amemleta kwetu, na leo hii tunapomwambia Mungu asante, aweze kuipokea roho yake palipo wema, na pia azidi kutufariji sisi wote, kuifariji familia, na pia kutupa tumaini litokalo kwake. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, ulithibitishe kwa fumbo la msalaba na kutia muhuri kwa fumbo la ufufuko wa mwanao. Tunakuomba umjalie kwa wema mtumishi wako Alison Cherotich Sigei, ili aingize katika jamii ya wateule wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa Kristo wote tusimame, tuite
iende Injili ya Yesu iende mbele, iende wapi? Injili ya Yesu iende mbele. Wamama wote tusimame, Injili yake Bwana Yesu. Wazee wote tusimame, Injili yake Bwana Yesu. Iende wapi? Injili ya Yesu iende wapi? Injili ya Yesu iende mbele. The first reading, somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi. Kwetu ni mbinguni, na kutoka mbinguni atakuja mwongozi Bwana Yesu Kristo. Tunayemtazamia, naye atatengeneza mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Atafanya hayo kwa enzi ili inayomwezesha kuweka ulimwengu wote chini ya mamlaka yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. The responsorial psalm. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wake wa Bwana katika nchi ya walio hai. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Mwanga wangu na wokovu wangu. Nimwogope nani? Bwana ni kinga ya uzima wangu. Nimwogope nani? Bwana ni kinga. Namuomba Bwana jambo moja, nalo nalitamani sana. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nipate kutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana ndiye mwogope nani? Bwana, usikie sauti yangu ninapokulilia. Unihurumie, unijibu. Moyo wangu unasema, natautafuta uso wake. Bwana, usinifiche uso wako. Bwana ni mwokope wangu, ni mwogope nani? Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari. Ujipe moyo na umgoje Bwana. Bwana ni kinga na uzima wangu, ni mhofu nani? Bwana ndiye kinga la wokovu wangu, ni mwogope nani? Hallelujah. 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 Yelele, yelele, hallelujah. 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 Yelele, yelele, hallelujah. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Bwana. Wakati ule wanafunzi wawili walisimulia yaliyowatukia njiani na jinsi walivyomtambua katika kumega mkate. Walipokuwa wakiongelea bado mambo hayo,
Yesu mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe nanyi. Katika mahangaiko na hofu yao wakadhani wanaona mzimu, akawaambia, mbona mnahangaika na kuona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu, ni mimi mwenyewe. Mniguse na kuona, kwa maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Baada ya maneno hayo aliwaonyesha mikono na miguu. Walishindwa bado kuamini kwa jinsi walivyofurahi na kushangaa. Basi akawaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitoa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hii ndiyo maana ya maneno yangu niliyowaambia nilipokaa bado nanyi, yaani lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na manabii na Zaburi. Alafu akawafungulia akili wapate kuyafahamu maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka kutoka katika wafu, na kwa jina lake ihubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote, kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Maisha ni safari yenye kufurahisha, safari yenye kutamausha, safari ambayo ni ya kukata tamaa, na pia safari yenye matumaini, na pia ni safari ya ushindi. Mbona nasema hivi? Kwa hiari na kusudio lake Mungu alihiari kumleta kwetu dada yetu. Katika safari hiyo ilimpendeza, amekuja kwetu. Tumemtambua kama dada, tumemtambua kama rafiki, tumemtambua kama mtoto wetu, na pia tumemtambua kama shangazi. Lakini jina lililo kubwa zaidi katika adhimisho la misa takatifu, tumekuja kwa sababu tumemjua kama Mkristo. Yeye ambaye alikubali akabatizwa, akakubali kushirikishwa wema wake Mungu. Ndio maana jambo la kwanza tunamwambia Mungu asante kwa zawadi hii. Asante kwa kumleta kwetu. Jambo la pili, tunasema asante kwa yeye aliyekubali na akajumuishwa katika wema ama katika familia yake Mungu. Kwa hivyo tumekuja na kumwambia Mungu jambo hilo la pili, asante, na kumwombea aweze kusafiri kwema. Jambo la tatu, yeye ambaye ametutangulia leo hii anatukumbusha kuwa vile tumesikia kutoka waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi, anasema hapa si nyumbani. Anasema tunao makao ambayo yanatusubiria. Kwa hivyo nitajisifia nini? Utajisifia nini? Kwa sababu makao anayotuambia Mtakatifu Paulo, kwa hapa tu tunapita, lakini kunayo makao yanayotusubiria.
Kwa hivyo mimi na wewe leo hii tumekuja na tumeitwa kwa mwaliko wa dada yetu. Anasema, nimewatangulia, nimeishi pamoja nanyi, umesema yote mazuri kunihusu, lakini Yesu analo la kusema kunihusu mimi. Kwa hivyo tunasema asante kwa hayo yote. Kwa hivyo tujisifie tu neno lake Mungu, tujisifie wema wake Mungu, ndiyo tufurahiane kila wakati kama familia moja, taifa lake Mungu linalounganishwa na Mungu wetu. Asije yeyote akakutenganisha naye Mungu, asije yeyote akatutenganisha kama ndugu, asije yeyote akatutenganisha kama Wakenya, kwa sababu anayetenganisha kiumbe tu kinachoonekana leo na kesho kipo, lakini anayetuunganisha amekuwa, yuko na atakuwa hata milele. Kwa hivyo ndio tumekuja na tumewasikia viongozi wetu wamesema, na Yesu ambaye amesema zaidi ya sisi wote, sisi ambao tunao muenzi, sisi ambao tunao muabudu, anatualika ili tuweze kujumuika pamoja naye, na sisi kwa pamoja tuweze kushirikishana yaliyo mema, na tuweze kuyaenzi, na tuweze kupendana, kwa sababu Mungu ametupenda. Ana chuki, achagoe apagui. Mbona tuchaguane? Mbona tupaguane kwa misingi ambayo labda tunaijua sisi wenyewe? Anayetuunganisha Yesu Kristo, anayewaunganisha watu wake Yesu Kristo, anayewaunganisha viongozi wetu ndiye Mungu wetu. Anayetenganisha, huyo ni yule wa muovu. Huyo ni yule ambaye ni rafiki wa shetani. Ni nani ambaye ni rafiki yako? Ni Yesu Kristo ambaye unastahili kwenda kwake. Jambo lingine tunalolisherekea leo hii ni ushindi. Yesu Kristo kutoka neno lake tumesikia amekuja na amekutana na mitume wake na akawaambia, amani iwe nanyi. Tunaalikwa katika adhimisho la misa takatifu, amani kwa familia, amani kwa ndugu wa familia hii, amani kwa kila moja wetu. Wakati moja wetu ametuondokea, tunakosa ile amani na tunakosa kumtambua kuwa Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo amani hiyo idumu katika nafsi zetu, idumu katika familia zetu. Hiyo amani iwepo na kila moja wetu na taifa letu, kwa sababu penye amani Yesu yuko. Amekuja akawaambia amani iwe pamoja nanyi. Jambo lingine ndiyo tunasherekea ufufuko. Kwa hivyo tuna ushindi kwa sababu mwenzetu ametangulia, lakini tunaomba tuweze kuonana naye. Yeye Kristo ameshinda kifo, Yesu Kristo ameshinda dhambi. Kuna akina mama wawili wameenda kaburini, wakapata kaburi liko wazi. Na kuna wimbo napenda kuimba. Ilikuwa siku ya Jumapili, Yesu Mwokozi alifufuka, akapaa kwenda kwa Baba yake. Waliishi na yeye milele, amina. Waliishi na yeye milele, amina. Mama Mariamu na Mama Magdalena waliamuka asubuhi sana, na mafuta katika vikombe vyao, ili waende kumpaka Yesu. Yule malaika akawaambia, Yesu hayupo, amefufuka.
Yesu hayupo, amefufuka. Petro naye kwa haraka zake alikimbia kaburini. Yule malaika akamwambia, Yesu hayupo, amefufuka. Yesu hayupo, amefufuka. Yesu hayupo, amefufuka. Hatumtafuti tena kaburini. Hatutamtafuta tena ndugu yetu kaburini, kwa sababu Yesu Kristo ameshinda. Malaika akawaambia ameshinda. Malaika akawaambia hayuko kaburini. Kwa hivyo tujisifie tu wema wa Mungu, tujisifie ushindi wake, kwa sababu amna lolote. Amna lolote ila wema wake. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Na sura yako itapita, maringo yako yatapita. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno tu ndilo litakalo simama, na neno hilo litufikishe salama katika ufalme wake Mungu. Mungu ametoa, Mungu ametua, jina lake lihimidiwe. Na sasa tumtolee Mungu sala zetu. Mungu, asante kwa neno lako, na asante kwa zawadi hii ambayo umetuletea kwetu, na tunasema asante kwa imani, na pia asante kwa mema yote aliyotekeleza katika ulimwengu huu. Ifariji familia na utupe tumaini. Bwana, tunakuomba. Sikie sala zetu. Tuombe kwa ajili ya viongozi. Mungu, wabariki hao viongozi wetu, ukawaongoze ili atuongoze kwa njia inayokupendeza. Bwana, tukuomba utusikie sala zetu. Tuombe kwa njia ya familia. Mungu Baba Mwenyezi, tunaombea familia zetu zote ili zikujue, zikutukuze na zikusifu. Naombea hasa hii familia ambayo inaomboleza hapa. Baba, uwe tunzo yao, uwe tulizo yao, na uwe hekima yao. Twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie sala zetu. Akobo chekikondoenech, cheptalel kwanda, cheptalel werit, cheptalel atondoyet netilil. Baba, kakebwan taing'ung ilang'atuni, kakibwan sikewekun kongoi. Kongoi en soboni kaikonech. Kiptayandenyon
kakikonobu chekikondoenech mising ko Alison Cherotich Sigei nekoimungi kisome kele sitai sobondanyin kemwa ak tupchosiek kele Kiptayat kisomin Kiptayat. ikoswech sautikchok. Ikoswech sautikchok. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Joni watu wote tutoe. Joni watu wote Sasa tutoe. wakati wa sadaka, so tunawaalika nyinyi sote ili tuweze kutoa kwa ajili ya huyo mwenye ametutangulia. So tunakaribishwa. So ikifika wakati wa mateka, familia ndio itaongoza kwa mateka. So muwe tayari, alafu kila mtu tuandamane na wao. Asante sana. Kila mtu anze kutoa. Kila mtu anze kutoa. Njoni tutoe sadaka. Sadaka. Njoni tutoe sadaka. Toa sadaka. Njoni tutoe sadaka. Toa sehemu ya 10. Toa sehemu ya 10. Njoni tutoe sadaka. Toa So M-Pesa number, Njoni kama uko na nini? sadaka. Toa So ni 0711 Njoni 70 286 na one mwisho 0711 702 861 0711 702 861. Asante yako urudishe. Asante yako urudishe. Njoni tutoe sadaka. Toa sadaka. Toa sadaka. Sadaka ndiyo siri yako na Mungu. Ndiyo siri yako na Mungu. So M-Pesa number ni 1170 2861 0711 70 2861. So familia tuwe tayari kwa mateka. Sawa. Nafsi yako nzima eneo. Yamba 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 Yawe Yawe yamba yamba Yawe.
Yamba 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 yawe yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe Yamba yamba. ba yawe yawe yamba yamba yawe yamba 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 finu na peto yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe yamba 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 yawe yawe yamba 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 kiaze ya peto yawe yamba yamba yawe yamba 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 pindu na peto yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe ba yawe yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe Wale ambao ama rafiki wa familia ambao wanataka kusindikiza familia mnakaribishwa. So mwenye anamsindikiza nani? Padri. Mnakaribishwa. So kwa ajili ya pesa 0711 728 61 0711 728 61 yamba yamba yawe yamba yamba yawe yamba 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 yawe yawe yamba yamba yawe yamba 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 banana peto yawe yamba yamba yawe yamba yawe yamba 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 yawe yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe yamba 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 yawe yawe yamba yamba yawe yamba 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 bongo na peto yawe yamba yamba yawe yamba yamba yawe yamba 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 yawe yawe yamba yamba yawe. Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Alison Cherotich Sigei, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie hili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki tukushukuru. Na tendo la kufaa la kuleta wokovu tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, maana kwa damu ya mwanao na nguvu za Roho Mtakatifu ulipenda kwa kusanya tena kwako katika umoja wa wanao wote ambao hatia ya dhambi iliwapeleka mbali nawe na kuwajumuisha katika kifo. Nao watu waliokusanywa na umoja wa Utatu Mtakatifu watambuliwe kuwa kanisa, mwili na wa Kristo na hekalu takatifu, kwa sifa ya hekima yako iliyo ya namna nyingi. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha.
Mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu ni Mungu wa majeshi aliyetumba, ni Mungu wa majeshi aliyetumba. Mkombozi mbingu na dunia, mkombozi mbingu na dunia, zimejaa utukufu wako Bwana Mungu, zimejaa utukufu wako Bwana Mungu. Hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, mbinguni tutaimba hosana, hosana, mbinguni tutaimba hosana. Mbarikiwa, mbarikiwa yeye, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana Mungu, anayekuja kwa jina la Bwana Mungu. Hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, mbinguni tutaimba hosana, hosana, mbinguni tutaimba hosana, hosana. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndiyo mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Alfred Rotich na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Alison Cherotich Sigei uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake.
Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake ubikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Ngule baba gonegalia sige amdena tegi tupche chetalel baba gonegalia sige amdena tegi tupche igati tugul neomiten dua avileji amani ya Bwana iwe nawe. Igati tugul neomiten dua avileji ya Bwana iwe nawe. Cheptalel baba gonei berur sige amdena chekitupche. Cheptalel baba gonei berur sige amdena chekitupche. Igati tugul neomiten duan avileji iwe nawe. Igati tugul neomiten duan avileji amani ya Bwana iwe nawe. Ongigatke agetoroige amu jamyet kobo baba. Ongigatke agetoroige amu jamyet kobo baba. Avileji amani ya Bwana iwe nawe. Arwap kechir neba cheptalende istangogis waye arwap kechir ne istangogis waye gamgo ewerirenech rirenech ewegiptaya ewerirenech neche wegiptaya arwap kechir
ewe rirenech ewe Kiptayat ewe rirenech ewe Kiptayat arwab kechir nebo cheptailel neisto ng'okiswokik arwab kechir nebo cheptailel neisto ng'okiswokik konech kalyeng'ung Kiptayat konech kalyeng'ung Kiptayat. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Eliali alikuwa kwenye karamu ya mwana kondoo. So wakati wa kupokea communion ni wa Katoliki peke yao ambao wamepata idini kwa kanisa, lakini sisi sote tumepokea kwa neno lake. Asante. So tuandamane kwa laini mbili. Laini siagoeng. Haya tuanze. Laini siagoeng. Sala baada ya komunyo. Roho ya Kristo nitakaze, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanishidishie. E Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nao,
na adui mwofu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tunasimama sisi sote kwa wimbo wa shukrani. So na hiyo ni ya mwisho. Tunataka tushirikiane pamoja kwa hiyo wimbo. Shukrani zetu Baba wa mbingu na nchi. Shukrani zetu Baba Muumba mbingu na nchi, pokea. Hata kama uchui wimbo kuna makofi, tupike makofi tafadhali. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba. Na familia pia kwa laini. Ili tuandamane pamoja. Hiyo ni heshima ya mwisho. Na damu ye Bwana Yesu Kristo, asante. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Yes. Uzima tumepata, roho saburudika, asante. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Mwenye kualika wote shambani mwake, asante. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Baba. Pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Iya ni nga tumi waje Thailand. Iya ni nga tumi waje Thailand. Iya ni wa Kristo, iya ni gole. Iya ni nga tumi waje Thailand. Iya ni nga tumi waje Thailand. Iya ni family, iya ni gole. Iya ni family, tumi waje Thailand. Iya ni nga tumi waje Thailand. Iya ni fatanyon, iya ni gole. Iya ni nga tumi waje Thailand. Iya ni jitugul, ne mitani gori. Iya ni asa, iya ni. Naomba penye tuko tusimame tu tuangalie altarini.
sekunde tu. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Alison Cherotich Sigei afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Chamge Maria, chamge, oh, chamge Ramenyo. Sasa ni wakati wa kutazama mwili kwa wale ambao wanataka kutazama na kabarabisi. Oh, chamge Ramenyo. So hapo kuna kikapu. Hila su Maria, chamge. Echela gogu. So tuandamane kwa laini moja, na hapa kuna kikapu kwa ajili ya usaidizi wa familia. So tunakaribishwa sisi sote. Chamge Maria, chamge, oh, chamge. So wenye uwezo wa kutazama, karibuni. Oh, chamge Maria. Kwa laini. Oh, chamge Ramenyo. Kila su Maria. So kwa laini. Hechela gogu. Kimi yugi goti. Bye missing. Oh, chamge Maria. Oh, chamge Ramenyo. Oh, chamge Maria. Oh, chamge Ramenyo. Sirinde tap Jesu, chamge sa engungogi. Naomba tumalize, alafu wale watakaoenda kaburini ni family members na family members pekee yao wamealikwa, na wanakwaya tutaandamana kwenda kaburini. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemuita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele, na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa tumpeleke ndugu yetu kaburini. Twatumaini kuwa siku moja tutakuwa naye katika uzima mpya. So familia, tutangulie tuelekee kaburini. Haya, hii laini
Wapi? Haya. Bebe, nani atashika? Okay, sawa. Immediate family. Wako wapi? Saisere toge toitosi ya hinde negogori. Saisere ubanda nimye. Sawa. Tunaweza funga sasa. Tufunge sasa. Nani? Bado? Hapo de. Sawa. Nani mwingine? Immediate family. Maweti majib talil gole changori gota baba. Agonda kimago na tango kimatamo wego. Kama wameisha sasa, tufunge. Pole. Aya. Saisere uibanda nimye. Saisere anyula kwenyo. Sawa, pole. Aya. Tufunge sasa. Hinde nego gogori. Saisere uibanda nimye. We. Oke la malul. Yeah? Oke la malul ki. Aikwa. Gazi. Igo maweti majib talil gole changori gota baba. Agonda kimago na tango kimatamo wego no. Saisere anyundu tinya. 20. Ya inde nego gogori. Saisere uibanda nemye. Saisere anyundu tinya. Inde nego gogori. Saisere nye. Saisere anyula kwenyo. Saisere tagetu. Sawa. Inde nego gogori. Saisere uibanda nemye. Tunaweza enda? Tunaandamana pamoja mpaka kaburini. Sawa, twende. Ngunye agobe tunega gogure gogiwe kindige ngunye saisere anyula kwenyo. Alafu jaribu kubeba hivi hapa. Kidogo tupeleka pale. Okay, sawa. Saisere Okay, sawa.
So naweza kuja direct. Wacha ije direct. Wangeweka kuja huko. Sawa? kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu anilinde. Huyo ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuombe. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu Alison Sigei ili aweze kupumzika kwa amani. Bwana, tunakuomba. Bwana, asikiliza sala zetu. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. Bwana, tunakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Tuwaombee wote wanaohuzunika, hasa ndugu na marafiki na kanisa zima. Bwana, watulize wote waliofiwa. Bwana, tunakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu Alison Sigei toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana umpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Wimbo. Amen.
Pole. Shika. Chana tache. Okay, I'm okay. Katika maji Alison ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako alichoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunakuomba akupe furaha ya milele. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Familia mwisho. Naomba nini? Sawa. Joto. Wacha baba chukue kwanza. Kampe nini baba? Yes. Okay. My aunt is there. Auntie Lina. Saidia Rosemary huko. So family tugul so kakisom ke washi ngungunye.
Sawa. Eh? Namnyanyamsha udongo. So, nakokisoma murenik? Oh, murenik. Okay. Sawa. So, kisoma kara murenik ketoretkei en ireu. Maton kemande. Sikechokyi. Kewa? Bogombe? Inastahili gongwe na jembe. Ugongewa na jembe hivi ndio itakuwa. Lama beka. Lama beka tana kwa maji. Kwa maji. Pero me da
So nange sombre ni kiwal jinge siku kwa jagda
Ada. Sawa. Ini. Saya kama si. Yeah. Mi con á.
Hakuna? Okay, sawa. Mko nayo? Hakuna. Hakuna shida. Simu yake iliharibika. Sasa sikupata asubuhi. Nilitokea